Nimetikia wito, naomba uongee haraka nawe kwenda nyumbani. Hivi Nilham, mimi unaniweka katika nafasi gani katika maisha yako? Kama mpenzi wangu. Na kuna kitu nimeshawahi kufanya bila kukushirikisha au kukuficha kitu chochote kile? Hamna. Sasa kwa nini wewe unanificha? Kwa nini wewe unanidanganya? Wane mtima ule ni bwela obyo mutenda bope. Wane mtima mubaba chamanga sana. Tulikubaliana kuwa mimi ni wewe. Wewe ni mimi, cha kwangu ni cha kwako na cha kwako ni changu. Why now unanificha? Unanidanganya Nilham. Nilijua tu. Ukimya wa kutokujibu meseji zangu na dharau za kudharau simu zangu, kulikuwa kuna kitu kiko ndani yako. Kuna kitu ulikuwa unanificha. Unasema tuko sina ninachokuficha, lakini kila kitu kipo wazi, dalili zote zinaonyesha Nilham, wewe ni mjamzito. Nilham, wewe una mimba. Hivi unajua ni maumivu kiasi gani ambayo najisikia katika moyo wangu? Unajua ni korongo gani lenye ukubwa wa kiasi gani umelichimba ndani ya moyo wangu? Unajua? Yaani umenionyesha kwamba upendo wangu kwako una viwango gani. Thamani yangu kwako yote imeshuka, imekuwa ni bure. Upendo wangu wote kwako niliokuwa na utenda na kufanyia wote ni bure. Nilham, na kama shida ni dini, nilikwambia niko radhi kukufuata kokote utakapokwenda. Niko radhi kufanya kila kitu ambacho utataka wewe. Nilisema niko tayari. Sasa kabla sija kuonyesha upande wangu wa pili una matakataka kiasi gani, kabla sija kuonyesha usiku wa giza umebeba vitu gani, nataka uniambie huu ujauzito ulionao ni wa nani? Ili tuweze kutoka kwenye hili dimbwi tulilopo, ni wewe kufuata kile ambacho nilichokuambia, ukizingatia wewe ni mwanafunzi. Wewe ni mwanafunzi, mimi ni kiongozi wa dini. Yaani kesho kishukuru mtu ameamka kwenye usingizi wake asikia kama ustazi alimpatia ati mwanafunzi wake mimba. Hii nakuongea kweli Nilham. Nilham, utake usitake, hii mimba ni lazima uitoe. Mimi sina mimba. Yaani leo hii inafikia sasa unanipiga, si ndio? Inafikia sasa unanipiga. Mimi sina mimba, nikueleze vipi ili unielewe? Sina mimba, nikueleze vipi lakini? Wewe alikwambia mimi na ujauzito ni nani labda? Na kama siku nyingine utanita hapa kuniambia wewe ujinga wako huo, haujui mimi napitia maumivu kiasi gani moyoni mwangu, ila unakaa tu unaniambia maneno ya kijinga. Laiti kama ungejua jinsi gani ninavyoumia, yaani usingethubutu hata kuniambia hayo maneno. Nilham. Ikawa karatasi kwenye jua, maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo, tunajifunza uchungu na
Mke wangu, kazi unaona inamtoa jasho mpaka sasa hivi naimalizia. Ni ya bosi mmoja ambaye juzi tulikuwa tuna kikao naye hapo chini. Sasa sikuwa na vifaa, nikamwambia aje nyumbani nitakuwa nimemaliza kazi yake, kwa sababu hii ndo ofisi yangu. Hivyo nikamwambia akija nyumbani atakuta nishaandaa kila kitu kwa ajili ya kufanyaje, ya kuangalia decoration anayoitaka ili tuanze ujenzi. Nafikiri kwa ramani hizi nilizoziandaa, mke wangu naenda kuwa mtu tofauti sana. Yaani nakwenda kutoka kimaisha. Itafikia hatua naitwa na mimi bosi. Nafikiri ndo mtu mwenye ndoa. Karibu. Asante. Pita tu ndani. Karibu. Asante sana. Vipi? Safi. Karibu ukae. Nafikiri umekuja muda mwafaka. Bosi, hapa mimi ndo nilikuwa namalizia decoration zako. Nimetengeneza kama decoration 4 ambazo unaweza kuzichagua hapa ambapo utaona itakufaa. Basi tunaenda tukaanza ujenzi. Sasa ungechagua moja nzuri ambayo wewe kwenye nafsi yako inakufurahisha. Ya kwanza hii hapa. Hii ni view ya chini na hii ni view ya juu. Baada ya mjengo kuwa umekamilika, ramani nzima muonekano wake ni huu. Pia kuna ramani ya pili hii hapo ikiwa imekamilika hapo, na hizi ndio view mbili ambazo tukiwa tunaanza kwenye ujenzi. Nafikiri nyingine nimekuwekea garage ya gari 2, garage ya gari 1. Kuna hii ya mwisho hii hapa. Kiongozi. Mimi huyu ni mke wangu. Karibu. Asante shemeji. Karibu sana. Tumeshakaribia. Asalamu alaykum Ustaz. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Feti? Salama kabisa, kwema kwa nyumbani? Namshukuru Allah, alhamdulillah. Vipi tena, mbona uko hapo? Ndio nimetoka kucheki hapa mara moja hapo sababu siko sawa. Da. Inshallah Allah akufanyie pesa. Inshallah. Na mumeo nyumbani? Sio kweli, sio wazima, namshukuru Mungu. Hata yale matatizo nilokuambia, kwa kweli namshukuru Mungu yamepungua. Yaani naweza kusema kidogo mambo yamekaa sawa. Sawa, samahani kidogo kama nitakuwa nakukosea katika namna moja ama nyingine, ila nakumbuka niliwahi kukuuliza kuhusiana na mume wako kama ana shida yote kwenye akili. Hapana Ustaz wangu, mimi mume wangu iko sawa kabisa, yaani hana shida yoyote. Kwa sababu majuzi kati hapa tumeonana na tulikuwa tukizungumza, kuna baadhi ya vitu unaona kabisa huyu mtu yani kama hayuko sawa yani kiakili. Ndio maana nikaamua kukuuliza hivyo. Kwa mwazi tusinifiche, naweza nikasaidia katika namna moja ama nyingine. Hapana, sio muongo kwa kweli. Mume wangu hana shida, labda tulikutana labda hayuko sawa masuala yake haya ya ofisini. Unajua wakati mwingine wanachanganyikiwa, kwa hiyo labda alikuwa hayuko sawa kwa ameshamvuruga hapo. Sawa basi, inshallah wako umesema uko vizuri kiafya, mimi nikuruhusu na nyumbani
alafu mimi kuna mgeni naenda kumwangalia hapo mara moja, kwa tutaonana tena Allah akipenda inshallah. Basi inshallah tujalia. Inshallah tamsalimia mume. Sawa. Inshallah. Usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Sasa mimi nafikiri bosi, ningemalizia kazi yako kwa ufasaha zaidi ili tuweze kuanza ujenzi mara moja. Kwanza kabisa mimi nakuamini sana. Naam. Mimi nakuamini kulingana na professional yako. Na sidhani kabisa kama unaweza ukaniangusha kwenye swala hili la kunipatia ramani nzuri. Na kulingana na muda wangu, mimi naona kabisa tena nimemtupa mkono. Naam. Sasa siwezi kukaa sana. Sasa bosi, mimi siwezi kukusindikiza. Nitakuwa na kazi ndogo hapa kuimalizia. Nafikiri tutaona na wakati mwingine. Hata usijali. Basi karibu tena. Kwa ramani hizi, wewe ni professional. Nashukuru sana. Karibu tena. Machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa wingi wa mbingu. Maisha yetu na somo uchungu na subira, tukirudi kwenye dua ya alfajiri, tukisema Mola. Habari. Salamu. Kwa kiongozi. Samahani nimekuja bila taarifa, lakini nashukuru nimekukuta. Nilikuwa na maongezi na wewe kama hutojali. Tukisimama hapa maneno hayatoki. Nilikuwa naomba tukae kidogo tuzungumze. Mimi nafikiri ungezungumza kilichokuleta. Sawa. Kikubwa kilichonileta mimi hapa ni kuhusiana na yule bwana mdogo. Kwa nini amerudisha chombo? Wakurogwa. Mimi nafikiri kwa sasa ungeachana na mabodaboda. Achana na madereva pikipiki. Tutaelewana vizuri kama utazungumzia habari za juu kidogo. Mimi nafikiri ungezungumzia sana madereva magari, watu wenye leseni zao. Achana na mabodaboda. Napoteza muda. Sawa, lakini kuna maneno ameniambia yule bwana mdogo yamenichanganya kiukweli. Anadai kwamba unampelekesha sana katika kazi. Kuna wakati akipaki pikipiki msikitini unampigia simu kwamba aitoe pale, na wakati mwingine akimbeba ustadhi au shehe hautaki kabisa, na kuna kipindi alikubeba ukampa pesa, alivyochukua ile pesa akaichanganya na hela zake, hajakuta pesa zote. Sasa hii kidogo ikanichanganya kidogo, nikatamani nizungumze na wewe ili nijue kuna ukweli ndani yake. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwenye pikipiki kuna kitu alikikuta kimeandikwa jina lako. Anadai ni ilizi ambayo ina Wakulogwa. You talking about what? Unaongea kuhusu nini? Unachamba umbea mwanaume. Perete nyingi.
tulicheka tukiwa umati, usiku tukabaki peke yetu, machozi chini ya tandiko, simu zikipiga, roho inaruka. Kila ahadi tulioapa ikawa karatasi kwenye jua. Maisha yetu na somo hapa kati ya dhiki na rehema, nafsi zinapigwa mawimbi, lakini tumaini kwa mwingi wa mbingu. Maisha yetu na somo tunajifunza